Hii movie ina funzo kubwa kichizi kwa wale wanetu ambao mnatamana dharau. Kaa na mimi mpaka mwisho. Sasa mzigo unaanza. Kuna mwamba kajipinda kinoma, kamletea maua demu wake siku yake ya birthday, lakini demu akamwambia, yani ndio umeniletea maua chip kama haya kwenye siku yangu ya kuzaliwa? Demu akamchamba kinoma mwamba, yani nyewe wanaume maskini sijui mna shida gani, unaniletea maua, umeambiwa mimi ni nyuki. Lakini pembeni kuna rafiki yake anamwangalia vibaya kinoma kuwa hajapenda anachokifanya rafiki yake. Mwamba akasema, nilifikiri ungeniona kuwa mimi ni gentleman. Akamwambia, wewe aliyekwambia ili uwe gentleman unatakiwa kuleta maua ni nani? Mzigo unaitwa You Rise Me Up. Mwamba baada ya kukataliwa ikabidi aende ndani, akamwambia kuwa anataka amtoe ranch, labda itasaidia kumfanya afurahie siku yake ya kuzaliwa. Manzi amkubali kichizi huyu mwana kwa sababu hana pesa kabisa, ila mchizi anamkubali kinoma demu, yani humwambii kitu kuhusu huyo demu. Mwamba akamtoa ranch, lakini baada ya kufika pale, kwa sababu yeye anayejua hali yake, akaagiza maji tu, lakini mpenzi wake anakomoa, yani anaagiza misosi ambayo ukiangalia tu unajua hawezi kuimaliza, ila anafanya hivyo ili kumkomoa mwanetu. Mwamba jasho linamtoka kwa sababu kiuhalisia hana pesa ya kulipa kila kitu ambacho yule demu anakiagiza. Bili ilipokuja, Mwamba akashangaa kinoma kuwa haiwezekani bili ikawa vile. Mwamba leo kanyooshwa vibaya mno. Alichowaambia, akawaambia kuwa watoke nje wamsubiri, ana maongezi kidogo, lakini lengo lake ni kuweka vitu vyake bondi ili aweze kufiksi hilo deni. Baada ya kutoka nje, gari ya mchizi ikazingua, lakini muda ule ule kuna gari ikaja kupaki jirani. Demu akawa anaiangalia kinoma ile gari. Kuna Mwamba akashuka akawauliza nini shida, ila cha kushangaza demu akaanza kuleta shobo, akamkataa mchizi kuwa sio mpenzi wake. Lengo lake yule Mwamba aingie mtegoni aondoke naye, na kweli Mwamba alipoambiwa kuwa yule sio mpenzi wake akajibebea goma kama mtu kashoboka mwenyewe. Unachelewaje? Kwa mfano, Mwamba aliporudi nyumbani akamwambia kaka yake. Kaka yake akamwambia, wewe acha ufala, mtu hakupendi, hakuhitaji, hana muda na wewe, alafu wewe naye ndo huwezi kukaa wala kula kisa yule mwanamke, kwanza mweusi mbaya kinoma. Unajua mpaka sasa najiuliza imekuwaje mpaka ukawa fala hivi kisa mwanamke mwenye sura kama ile. Mwamba analia tu, hajiwezi kabisa. Sasa yule Mwamba anaitwa Jason na huyu demu wake anaitwa Shelly. Kuna huyu rafiki yake anaitwa Susan. Sasa huyu Susan anaonekana anamkubali sana Jason kwa sababu mchezi ni mpambanaji kinoma. Hapa anamwambia Shelly kuwa mbona Mwamba anapoteza muda kwa ajili yako, anajichanga ili ule hela zote anakupa wewe, hafanyi hata maendeleo. Ila Shelly anaona kama Suzi anampigia kelele tu. Mwamba akamfata Shelly akamwambia, najua anaonekana kama failure, sina kitu, maskini, ila unatakiwa ujue kuwa natamani nikupe kila unachokitaka, ni swala la muda tu, nataka nikomae na biashara yangu ili iamke na imani itakuwa sawa. Shelly akamwambia, wewe una akili kweli? Unazungumzia biashara gani? Kimsingi hakuna chochote utakachoweza kufanya bila mimi, lakini kwa bahati mbaya sikupendi, wewe sio type yangu, sikupendi, sikuhitaji. Anayempa kiburi Shelly ni yule jamaa aliyemwokota ile siku. Mwamba ana stresi, machozi yanamlenga, ila hawezi kulia kwa sababu kazaliwa akiwa mwanaume, hivyo lazima akomae kiume, afe na jambo lake. Suzi hachoki kumfuatilia jamaa. Hii hali ilimpelekea Mwamba mpaka akaumwa, ila Suzi anajali hali ya Mwamba, akampa chakula, na kwenye maongezi yao akamwambia, wewe usipoangalia mapenzi yatakuua kwa sababu unadili na mtu ambaye hakupendi kabisa, huna hela na unang'ang'ania mapenzi, achana na huyu mwanamke, tafuta hela. Akampa kitu kama challenge hivi ambayo ni ya mwezi mzima, yani akamwambia ndani ya miezi minne hawe ana milioni 50. Mwamba akaona mbona kama hizi ni dharau, akamshirikisha kaka yake kuwa kwa sababu mapenzi hayana nafasi kabisa kwake kwa sasa hivi, anachokihitaji ni kutafuta hela. Kaka yake akasema, safi sana, sasa unakuwa, mimi nitakupa sapoti kwenye kila kitu unachokifanya. Mwamba hakuwa na wasiwasi, yani hakuwa na shida ya kutafuta kazi kwa sababu kazi yake ni kudesign viatu. Sasa kazi ni kwake, milioni 50 ndani ya miezi minne ataifikishaje? Akili kumkichwa, mambo ni mengi, muda ni mchache, mapenzi yamemnyoosha kinoma mwanetu. Sasa kwenye pitapita zake kakutana na Mwamba anapigwa kama mwizi, yani tayari tairi lipo shingoni. Mchezi alipofika akavamia lile eneo, akasema kuna nini? Ni mkubwa akasema, huyu kaja dukani kwangu, nimemhudumia, alafu akanionyesha meseji feki ya muamala. Mwamba akamwambia, nionyeshe hiyo meseji, lakini alipoangalia akagundua kuwa bimkubwa hakusoma vizuri ile meseji. Ndiyo bimkubwa akaanza kujilaumu, ila alikuwa anaenda kumuua mtu. Mwamba akarudi geto, anachora michoro tu, milioni 50 lazima itimie ndani ya miezi
miezi minne sio swala dogo kabisa. Kitu kingine alichokifanya ni kutafuta vijana ambao wanaweza kumsaidia bila kuwalipa chochote, ila akawaambia kuwa kama mchongo utanyooka basi atagawana nao maslahi sawa kwa sawa. Kimsingi nyie pigeni kazi tu, huu mchongo ni uhakika. Leo kakutana na Shelly akiwa na yule mwamba, wanamcheka kumuona anatembea kwa miguu. Akawaambia kuwa anafurahi kuwaona kuwa bado wapo pamoja, ni jambo jema, lakini hakutaka mambo yawe mengi kabisa. Akasepa. Hii ni siku nyingine amekutana na yule jamaa aliyemsaidia ile siku ambayo alikuwa anapigwa kama mwizi. Jamaa akamwambia kuwa bosi wake amemwagiza aje angalie sample za viatu kwa sababu anahitaji viatu vingi kwa ajili ya kufanya biashara na kusaini mkataba na yule ambaye atadizaini vile viatu. Mwamba akasema, mbona mimi ndiyo michongo yangu, nina kampuni na ninatengeneza viatu vizuri sana. Mwamba akamwambia basi twende tukavione. Kiufupi Jesse kapata mchongo fresh kabisa. Huku upande wa pili Shelly kaja na zawadi nyingi sana, lakini usoni amepigwa. Ina maana Mwamba huwa anambutua alafu ili ampoze anampa zawadi, lakini anampiga kinoma. Alafu akasema hataki kushauriwa kabisa kwenye penzi lake, wamuache. Mungu sio Asumani. Mwamba amewini, yani amefanikiwa kufungua mpaka duka, yani kiufupi amefanikiwa kinoma, na kama alivyoahidi akifanikiwa basi wale washikaji atakuwa nao mwanzo mwisho. Leo kaja kuwaona, lakini lengo lake amtoe Suzy out, lakini Shelly haamini imekuwaje Mwamba akapata hela haraka hivi. Hapa sasa ndo unagundua kuwa penye mafanikio ya mwanaume nyuma kuna mwanamke. Kwa huyu Mwamba, huyu mwanamke ni Suzy. Alipotoka na Suzy akampongeza kwanza kwa kufanikiwa kufanya alichomwambia, yani kufikisha milioni 50 ndani ya miezi minne, lakini Mwamba akaamua kumvalisha pete, maana yake anataka kumuoa. Suzy aliporudi nyumbani akamlingishia pete na anaolewa na Jesse. Shelly akawaka kinoma, akamwambia Suzy aachane na Jesse kwa sababu ni mwanaume wake. Kwa sasa anamtaka kwa sababu ana pesa, lakini hajui hizo pesa zimepatikana kwa nguvu ya Suzy. Leo kajileta dukani kwa Mwamba, anajibebisha. Mwamba akamkataa kabisa, yani hataki kabisa mazoea, lakini pale pale akatokea Suzy. Mwamba akamkumbatia ili kumkomesha na kweli akaondoka. Suzy aliporudi nyumbani akakuta vitu vyake vyote vimetolewa nje kwa sababu alipokuwa anaishi kodi alikuwa analipa Shelly. Suzy akampigia simu Jesse, akaja akamchukua Suzy wakasepa, na huu ndio unakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa You Rise Me Up. Hili lilikuwa funzo kwa wanawake wote ambao wanaodharau wanaume ambao wanawapenda, wana maisha ya chini kwa sababu wanaamini hawatokuja kabisa kutoboa. Maidia iko tofauti kinoma, yani hakuna anayejua kesho yake. Hii ni The Storyteller TZ. Aviator, rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.